Na ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa Betsy FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui na karibu kwenye taarifa za saa 10 jioni. Nami ni Temorin Simi, siku zote nitaitika. Kwanza vipasho. Chama cha ODM chapinga kesi ya Edwin Sifuna, chasema baraza la usuluhishi wa migogoro ya vyama vya kisiasa halina mamlaka. Mhubiri na mfuasi wake wakamatwa Kandui kwa kunaswa wakisafirisha nyoka aina ya kobra katika kaunti ya Bungoma. Mahakama ya Upeo itafanya kikao rasmi tarehe 9 mwezi Machi ili kuifunga rasmi faili ya Jaji Mohamed Ibrahim aliyefariki dunia tarehe 17 mwezi Disemba mwaka uliopita. Gathungu na Mbadi watofautiana kuhusu ufanisi wa mfumo wa EGP. Taarifa kamili. Betsy FM, the voice of the jungle. Na chama cha ODM kimewasilisha pingamizi la awali likitaka shauri lililofunguliwa na Edwin Sifuna litupiliwe mbali, huku kikidai kuwa mzozo huo umeletwa mapema na kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Katika malalamiko hayo, Sifuna ameshtaki ODM na msajili wa vyama vya kisiasa kama wadaiwa wa kwanza na wa pili, akiomba mahakama ya suluhisho iingilie kati katika swala hilo linaloeleweka kugusa uongozi wa ndani wa chama na maamuzi ya kamati ya kuu ya kitaifa NEC ya chama hicho. Hata hivyo, ODM kupitia mawakili wake Makori na Karimi inadai kuwa mahakama ya suluhishi imezuia kisheria kushughulikia mzozo huo chini ya kifungu 40 cha sheria ya vyama vya kisiasa. Na tuelekee kaunti ya Bungoma ambapo polisi katika kaunti ya Bungoma wamewakamata mhubiri wa kanisa na mfuasi wake baada ya kudaiwa kupatikana wakisafirisha nyoka aina ya kobra. Na kulingana na ripoti ya polisi, mchungaji Nahason Atela na Emmanuel Maloba walikuwa wakisafirisha kwa pikipiki wakati waliposimamishwa na polisi waliokuwa doria kwa ukaguzi wa kawaida. Kwingineko ni kwamba mahakama ya Upeo itafanya kikao rasmi tarehe 9 mwezi wa Machi ili kuifunga rasmi faili ya Jaji Mohamed Ibrahim aliyefariki dunia tarehe 17 mwezi Disemba mwaka uliopita. Hafla ya kuifunga faili hiyo, vile shughuli ya kumbukumbu kwa ajili ya mwenda zake, itaongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Hayo yakijiri huku tume ya huduma za mahakama JSC ikiwa tayari imekamilisha shughuli ya kupokea maombi ya wanaolenga kujaza nafasi ya Jaji Ibrahim. Shughuli hiyo ilikamilika tarehe 17 mwezi huu, huku JSC ikitarajiwa kutangaza siku ya kufanyika kwa mchujo hivi karibuni, vile watakaoshiriki mchujo huo. Na kwa taarifa nyingine ni kwamba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Nancy Gathungu na waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi Jumanne walitofautiana vikali kuhusu ufanisi wa mfumo wa kielektroniki na ununuzi wa serikali, yani EGP. Na wawakilishaji hoja zao mbele ya kamati za bunge za bajeti na fedha, Gathungu aliukosoa mfumo huo akisema umechangia ucheleweshaji na michakato ya ununuzi, kuchelewa kuanza kwa miradi, matumizi duni ya fedha zilizotengwa na kuongezeka kwa madeni ya serikali. Akiwasilisha taarifa ya sera ya bajeti ya mwaka 2026 mbele ya kamati ya bajeti ya bunge la kitaifa, Gathungu alieleza dosari kadhaa katika mfumo wa EGP, akisema umeshindwa kutimiza jukumu lake la kurahisisha na kudijitalisha kikamilifu upangaji na ununuzi wa umma, zabuni na usimamizi wa mikataba kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na msikilizaji, shukran sana kwa kutenga muda wako kusikiza habari zinazoaminika za Betsy. Kufikia hapo tutatia kikomo, hatuna finani hatanki ulizwa siungami. Ni Temorin Simiyu. Na Morin Simiyu. Naam. Kabla tujaondoka studioni nikuulize tu ya kwamba, je, kama wewe sasa una yule rafiki ambaye akikupigia simu lazima kwanza, kama ilikuwa kwa Bluetooth, naam, utazima simu, utatoa Bluetooth, weka volume chini, naam, mpaka hata mtu anaweza sima simu. Nimekuelewa.
Naam, yupo rafiki kama huyo. Lazima hakosi. Na ambaye sitamtaja jina. Lakini si lazima nitoe Bluetooth. Kuna sign tunakuwa tumeongea kabla. Ukipiga nikifanya, kwa mfano naweza kohoa. Nikikohoa ujue nipo katika kundi ama umati wa watu. Na hivyo basi usiendelee kuniambia kilichokuwa umetarajia. Unyamaze, nitakusignal nikimaliza. Naam. Kwa hivyo mtu akiwa na rafiki wa kama yule, naam, inaashiria nini? Inaashiria ni urafiki wa dhati. Ni urafiki wa dhati tu. Kwangu mimi ni urafiki wa dhati. Naweza sema hivyo. Ama ni rafiki wa utani. Siku zote kuna yule rafiki mnapenda utani. Mimi naweza sema, naam, kuna siri mnaficha. Kuna siri. Naam, uko sawa pia. Huenda kuna siri mnaficha na hivyo mnaweza zungumza hata lugha yenu ya nyumbani, mother tongue. Naam. Ndio hivyo. Naam, watu wasiweze kuelewa. Alafu mwingine anasema, naam, yule rafiki mzuri ni yule ukiongea naye lazima kuna matusi hapo. Exact. Kabisa. Ni ukweli. Rafiki yule mwenye anaonyesha tu, huyo ni rafiki wa kitani kabisa. Ni mnafiki, hata si rafiki. Ndio hivyo. Kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada ila kukutakia kila laheri. Endelea kutegea Bedsita FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Naam, nami ni Maureen Simiyu. Bedsita FM, the voice of the jungle.